is that as you go into this year 2026, Akiba has also embarked on a new strategy. And the pillar of that strategy is women and youth. That's why we are taking time to interact with you at the beginning of the year, because we want to be a major contributor to your success in 2026. At Akiba, we are offering different facilities. We are offering transactional accounts. We are giving you investment avenues where you can put your money and multiply your money. We are offering credit facilities to help you to develop or grow your businesses. And also, we do offer advice, financial education. And that's what we are going to do here this evening. In addition to this, we are giving you platforms where you can transact, digital channels. We don't want you to waste your time coming to the bank to make a deposit. We don't want you to come to the bank to make a transfer. So we've given you channels where you can transact online and save on time. So as we embark on this journey in 2026, Akiba wants to be part of your success journey. And that is why we are here this evening. Lady entrepreneur. Waheshimiwa wageni waalikwa, viongozi mbalimbali, kina mama wajasiriamali na washiriki wote wa tukio hili adhimu. Nachukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote kwenye hafla hii ambayo ni siku yenu adhimu, kama mwanamke ambaye nafasi yake ni muhimu sana, kama mwanamke ambaye ni mlezi wa familia, lakini pia ni kiungo mkubwa katika taifa. Kwa majina naitwa Dora Saria, ni mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano Akiba Commercial Bank. Siku ya leo tumeongea na akina mama kutoka jiji la Mwanza ambao ni wateja wetu. Tumeweza kuongea na akina mama takriban 150 ambao wameweza kuhudhuria hafla hii fupi ambayo imeandaliwa na Akiba Commercial Bank kwa lengo kwanza la kuwasikiliza wateja wetu, kwa sababu sisi tunaelewa kwamba tunahitaji kuwasikiliza wateja wetu, watoe maoni, watoe mrejesho kusudi tuweze kuboresha huduma zetu. Kwa hiyo lengo kubwa kwanza ilikuwa ni kusikia sauti ya wateja. Kwa hiyo jukwaa hili ni kama jukwaa la sauti ya wateja. Lakini pamoja na hayo pia huu mwezi Machi huwa uko dedicated kwa wanawake. Kwa hiyo katika maadhimisho ya siku ya wanawake na mwezi wa wanawake kwa ujumla, sisi kama Akiba Commercial Bank tumeanzisha program ya kuongea na kina mama katika mikoa yote ambayo Akiba Commercial Bank inatoa huduma. Tumeanza na Dar es Salaam, tukaenda Kilimanjaro, Arusha, Mbeya, makao makuu Dodoma, na leo tumefanya hitimisho hapa jijini Mwanza. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo ilikuwa ni kuongea na kina mama wajasiriamali au wateja wetu wa Akiba Commercial Bank, na tumepata mengi kutoka kwao. Kina mama wengi wameweza kutoa mirejesho, wameweza kutoa taarifa mbalimbali ambazo zitatusaidia katika kuboresha huduma zetu. Lakini pamoja na yote pia kina mama wameishukuru Akiba Commercial Bank. Kama ulivyosikia, kina mama wengi wametoa shukrani zao kwa ajili kutokana na benki kuanzisha programu hii, na pia wengi pia wameweza kueleza jinsi ambavyo benki imeweza kusimama nao katika safari zao za ujasiriamali au za biashara. Kwa hiyo natoa wito kwa kina mama wote jijini Mwanza ambao hawajajiunga na Akiba Commercial Bank wafike katika tawi letu lililoko barabara ya Nyerere waweze kupata maelezo kuhusiana na fursa mbalimbali ambazo zipo Akiba Commercial Bank. Mikopo imekuwa ikitolewa, lakini swali kubwa au kikwazo kikubwa cha mabenki mengi hapa nchini ni kuhusiana na swala zima la riba. Nyinyi kama Akiba Commercial Bank, kipi ambacho kinawatofautisha na benki nyingine? Riba zetu naweza nikasema ni riba competitive au riba shindani, na ndio maana wateja wengi wanakuja Akiba Commercial Bank kwa ajili ya kupata mikopo. Na sio swala la riba tu, lakini vigezo na masharti vyote ni rafiki. Kwa hiyo wajasiriamali wengi
hawahitaji kuwa na vile mambo makubwa kama sijui hati za nyumba, za viwanja. Tunapokea dhamana za kawaida kabisa kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali wetu. Lakini kikubwa zaidi ni muda. Mikopo yetu inatoka ndani ya muda mfupi iwezekanavyo. Na hicho pia kimekuwa ni kivutio kikubwa kwa wajasiriamali, kwamba mtu hata kama ameona fursa yake mahali, akija Akiba Commercial Bank mara moja anapata mkopo ndani ya muda mfupi na anaweza kwenda kufanya mambo yake aliyokuwa anataka kufanya. Wito kwa Watanzania, akina mama hususan na wengine wote. Napenda tu kusema kwamba benki kama Akiba Commercial Bank tumejikita pia katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ambazo zinakidhi mahitaji ya wakina mama, hususan wajasiriamali kina mama, ili waweze kuendeleza vizuri biashara zao na waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa majina naitwa wakili Rose Edward Ndege, ni wakili wa kujitegemea. Ni mmiliki pia wa law firm inaitwa Ndege Attorneys, tuko Mwanza, mtaa wa Uhuru. Kulingana na hiki tulichokipata leo, nafikiri kwa kusisitiza tu ni kwamba wanawake wengi wajitokeze kusajili biashara zao, kwani ukisajili biashara yako inakurahisishia wewe mwenyewe kufahamika, kufanya kazi kisheria bila migogoro yoyote, lakini pia ni mtaji mojawapo namba moja unaoweza kukusaidia sasa wewe kuanza kutafuta fedha kwa ajili ya kufanyaje, ya kuinua biashara yako. Ukienda benki kusema unaenda kuomba mkopo, ni lazima wewe umesajili biashara yako. Watataka kupata nyaraka sahihi. So wanawake wengi wamekuwa ni waoga sana. Wanafanya biashara yani kimazoea. Ni wakati sasa wa kuamka na kwenda kusajili biashara zao. Karibuni. Ofisi yetu pia inasajili makampuni chini ya uangalizi wa BRELA. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanawake, karibuni kwa ushauri wa kisheria. Niwatakia kila la heri. Kwa majina naitwa Wande Basango, natokea taasisi ya wanawake Mwanza SACCOS iliyopo hapa Mwanza. Tuko jengo la CCM mkoa, ghorofa namba 3, chumba namba 71. Tuambie, Akiba Commercial Bank imebadilisha vipi maisha ya wafanyabiashara, wajasiriamali, akina mama kutoka jijini Mwanza? Mimi kwa binafsi wangu, kwa kuiongelea benki, kwanza imetusaidia sana sisi wanawake. Kipindi inaanza 2015, mimi nilikuwa nimewekeza pale kwao na walituweza kutuinua, na mpaka kutoka kile kipindi kile na riba zao walizokuwa wanatubeba sisi wanawake mpaka kutufikisha hapa tulipo, mimi kwa kweli nawapongeza. Na unawaambia vipi akina mama wengine ambao hawajafika kwa Akiba Commercial Bank? Mimi na washauri wa mama wenzangu wajitokeze. Yaani pale tunapoletewa fursa kama sasa hivi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea hizi fursa nyingi kwa upande wa wakina mama. Mimi nilikuwa na washauri wanawake wenzangu kujitokeza na kupiga hatua, tusiziogope hizi benki, fursa ni nyingi. Mpaka Mheshimiwa mwenyewe ana fursa nyingine za halmashauri za mikopo bila riba, lakini hata benki pia hizo fedha tumewekewa. Kwa mimi niwaombe tu akina mama popote pale walipo, wasogee, wajoin kwenye benki, watauliza maswali yao, watajibiwa na wataambiwa. Kwa kweli riba sio kubwa. Kwa upande wangu mimi riba sio kubwa na zimetuwezesha. Kwa mfano mimi ni mjasiriamali, wameweza kunitoa chini nilipo mpaka leo nilipoweza kusimama. Kwa majina naitwa Shibide Nyanda Rugoba. Mimi ni mkurugenzi na mwekezaji wa shule ya Faith Junior ambao tunapatikana wilaya ya Ilemela, na tulianza kama daycare, tukaja chekechea, baadaye tukaingia katika ngazi ya shule ya msingi, na hata kwa sasa hivi ndio tumemaliza darasa la 7 la mara ya kwanza mwaka jana. Sasa safari hiyo ni ndefu na ni uwekezaji wa muda mrefu, kwa hiyo unahitaji financial assistance, yani bila kupata fedha, vyanzo vya fedha unaumia, kwa sababu kuiendesha shule saa nyingine ukiwa na huduma kwenye benki moja unahitaji msaada na benki labda imefurikwa na wateja wengi. Kwa hiyo kupata huduma inakuwa unachukua muda mrefu, alafu unaumia. Kama sisi wakati mwingine wafanyakazi wanataka kwenda likizo, lazima uwalipe wakati nauli. Kwa hiyo nilivyoingia Akiba, uzuri wao ni muda mfupi. Yaani ndani ya wiki moja mpaka wiki 2 shida yako imeshatatuliwa. Kwa hiyo bahati nzuri mimi wakanikuta vipengele vyote nimevikamilisha. Na maana ninayo. Hicho ndio kilinishangaza. Ndani ya muda mfupi tayari nikawa nimetengenezwa mambo yangu. Ilikuwa ni mwaka jana, na wakati wa mwisho wa mwaka unajua saa nyingine wateja wamekwama. Uwezo ukaanza kuwasimamia,
kuwalazimisha, saa ingine utaharibu mahusiano ya wateja. Sasa ukiwa na sehemu nyepesi kama hiyo ya kupatia fedha inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nimefurahia sana kufanya na akiba. Kwa kweli nimeshukuru. Rai yako kwa akina mama pamoja na wajasiriamali wengine ambao hawajathubutu kufika akiba kwenye shughuli? Kwa wakina mama, unajua saa ingine wakina mama taarifa walikuwa hawapati, labda wana taarifa za taasisi moja tu, lakini kama hivi wakina mama mimi nawahamasisha. Kumbe ni vizuri kutembea sehemu mbalimbali, unapata connection na unapata kufahamu mambo mengine mazuri. Akiba kama mimi binafsi nilikuwa sijui, lakini kwa ajili ya kuchangamana na wakina mama kwenye maonesho ya biashara nikawaona kule, wakanieleza. Kwa hiyo hata akina mama mimi nawashawishi wafike Akiba benki, watasaidiwa. Alafu wana utaratibu mzuri fulani hivi, hawakupotezei muda. Yaani akishajua na wateja wengi siku hiyo, ana booking nyingi, anaweza akakuomba labda akaja baadaye eneo lako, au akakupa appointment ya siku nyingine ili usipoteze muda, kitu ambacho mimi nilikipenda. Sababu sehemu zingine unaweza kaenda unapoteza karibia nusu siku unasubiri tu kumuona ofisa. Hiyo nayo inakuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa Akiba wanakuwa wamejipanga vizuri. Katika institution yako umeajiri watendakazi wangapi? Kama mimi pale Faith Junior School tuko grupu kubwa, tunaelekea wafanyakazi 60. Kuna madereva kama hivi, tuna magari 8. Unakuta madereva 8, wasaidizi wa kwenye magari wale makondakta vijana wako 8, wa matron wa magari 8. Basi wanakuja kwenye group tena la walimu, tuna walimu karibu 18 hivi. Bado kuna sekta nyingine, wapishi, wafanya usafi, walezi wa watoto, kuna sekta ya ulinzi. Kwa hiyo grupu ni kubwa. Sasa unakuta kila mwezi unatakiwa uwe operation kwenye upande wa mishahara isipungue milioni 16. Si unajua mishahara yetu ya Tanzania. Sasa hiyo hela ni nyingi. Kuna mwezi unafika mahali yani unasikia kubounce. Sasa lazima uwe na support. Sasa kama hivi tumeshafanya na Akiba, yani wanajua, na ile service yao ya overdraft ina msaada mkubwa, kwa sababu overdraft ukishajisajili pale, umeweka vigezo vyako vyote, wanakuwekea pesa, yani account yako inapokuwa zero balance wewe unaendelea ku-withdraw. Hicho kitu ni kizuri sana, hasa sisi ambao tunakuwa nyuma yetu kuna watu wanangojea mishahara.